Ndugu zangu, nimeitisha kikao cha dharura kwa sababu sisi ni binadamu. Kuna leo, kuna kesho. Na maanisha hivi kwamba leo unaweza ukawa duniani, kesho haupo. Sasa nimeona niwaite nije kuambia, na mke wangu pia nimeamua kumwaita mbele yenu. Sawa ndugu zangu? Ndio kaka. Jambo kubwa nililowaitia hapa, nimekuja kutoa usia kabla sijafa. Moringa, Zakaria, Asnati mdogo wetu wa mwisho, ikitokea siku nimekufa, narudia tena, ikitokea siku nimekufa, mali zangu zote zitakuwa chini ya mke wangu. Au unasemaje wewe? Sawa, ni surprise. Sawa. Ikitokea nimekufa, mali zangu zote zitakuwa chini ya mke wangu, na sihitaji mke wangu asumbuliwe na mtu yoyote kipindi nitapokuwa nimelala kaburini. Mwelewa anachosema bro? Blaza, samahani naomba nikuulize. Na ikitokea je wote mmekufa itakuwaje? Mali zangu zitaenda kwa watoto yatima. Lakini bro, mimi naona kama umefika mbali sana kwa sababu si ndugu zako. Ya leo kama unatokataa ndugu zako, unamkubali shemeji. Sawa, huyo ni mke wako, lakini je, si unatutengenezea mazingira gani? Basi tujengee hata nyumba ya fence hapo. Ukatujengea hata kibanda tukakaa kule. Baba kafariki, mama kafariki, unatupeleka wapi? Au mnasemaje? Blaza, sikiliza. Unajua pamoja na mkeo, angalia kwenye damu yako. Damu nzito kuliko maji. Huyo hajakupatia hata mtoto mmoja. Leo hii unasema ikitokea umekufa, mali zote zitakuwa chini ya mke wako. Na swala la mtoto sio kazi yako, ni kazi ya Mungu. Ndio maana baba yetu sisi alikuwa anahitaji watoto 6, mwisho wa siku mama yetu akampatia watoto 4. Hilo ni swala la Mungu. Sister, unamwelewa anachosema? Labda niwaambie kitu kaka zangu. Huyu mwanamke huyu mimi nina wasiwasi naye. Kama sio kumfanyia dawa kaka yetu huyu, yaani huyu lazima atakuwa kamloga. Hivyo inakuingia akilini kweli? Kaka, yaani sisi ndugu zako tumezaliwa wote, baba mmoja mama mmoja, eti leo tumemali umpeleke huyo mwanamke. Huyo mwanamke atakupa nini? Kaka yangu, huko ulipofika mbali. Yaani mwanamke wewe wifi yangu, lakini wewe utakuwa umemloga kaka. Kaka umeloga, yaani umeloga kabisa. Wewe Asnati. Wewe Asnati wewe, mrudi hapo. Haiwezekani kwa wakati mimi napambana. Tulikuwa mimi na wewe. Hao walikuwepo. Tulipotoka ulikuwa unanipikia, tumeanza nyumba za kupanga mpaka tumefikia hapo. Haiwezekani mke wangu mimi ni hivyo. Asnati ananizarau mimi kwenye kikao. Blaza, msikilize. Shemeji mwenyewe hapo tayari umeshampa kichwa. Anashangilia kwa haya. Au si? Anashangilia tunapoteketea. Mimi mwenyewe kikao hakinihusu. Akati tunakula dagaa, tunakula ni mpaka tunajenga nia mkuepo. Sikia mpumbavu hapo. Sikia blaza, nikwambie. Mimi nakwambia kiunyenyekevu. Macho kaa pipi sisi tunaondoka, lakini shemeji na wewe utaondoka kama tunavyoondoka. Huyu anatufukuza kwa sababu leo baba hayupo, mama hayupo. Hatuna sehemu ya kukimbilia. Ngoja tukafie mbele ya safari. Kikao chao. Sisi tunaondoka zetu. Mke wangu, mimi na wewe tuko sawa. Sawa, lakini kitu kingine ninachokwambia hivi, hawa watu si wahitaji. Waondoke. Inabidi tuandikishiane. Hamna shida mama. Sababu hata kama ukisema siku bana muondoka, maandishi nitataka sema, lakini sio hapo. Mimi niko tayari kwenda kuandikishana na wewe hata mahakamani popote mke wangu. Haiwezekani mahali halisi mtu mwingine zaidi yako wewe mimi nikifa. Ndio maana